Ana heri yule aliyeamini. Unaweza kaniambia, pastor, unanitabiria mambo makubwa. Itawezekanaje? Mariamu aliuliza inakuwaje? Akaambiwa mambo matatu. Jambo la kwanza aliambiwa umepata neema. Umepata neema. Wapendwa, neema sio uwezo wako, neema sio akili zako. Neema maana yake ni kuwezeshwa. Neema maana yake ni kustahilishwa. Yani haustahili alafu unastahilishwa. Mariamu hakustahili kuzaa mtoto anaitwa Yesu, lakini kwa neema akastahilishwa. Mariamu hakuwa na uwezo wa kuzaa mtoto, lakini kwa neema akazaa mtoto. Nataka nitangaze, neema ni kibali, neema ni kupendelewa. Yani utashangaa unapendelewa, ukiingia unapendwa, ukitoka unapendwa, kila unapokwenda unapendwa. Neema ni ustawisho, yani ukishika kinastawi, ukitenda kinafanikiwa. Hiyo ndio neema wapendwa, hiyo ndio neema wapendwa. Wanasema yule ana neema. Kule kwetu Tanga tunasema anangekewa. Huyu anangekewa huyo, ama kismati. Unaelewa kismati? Yani kismati, ukishika biashara inafanikiwa, ukifanya kazi inafanikiwa, kila unachoshika kinafanikiwa. Tunasema yule ana kismati. Na ninakuombea, pokea neema, pokea neema, pokea neema, pokea neema. Kuna watu watakaa kwenye ofisi ambazo wakiangalia elimu zao, wakiangalia historia zao hawastahili, lakini kwa neema wanakaa. Jamani, haleluya! Kuna watu wataendesha magari ambayo kwenye ukoo wao hawajawahi kuendesha, kwenye familia zao hawajawahi kuendesha. Natangaza, kuna watu watajenga majumba ambayo hawaendani nayo, hawafanani nayo, lakini wakiangaliwa wanasema ni kwa neema. Nasema ni kwa neema, katika jina la Yesu aliye hai. Pokea neema, pokea neema, pokea neema, pokea neema. Kuna siku niliingia kwenye hoteli ya ajabu, afu nikamkuta kijana mdogo yuko tu pale nje ana kobazi. Tukampita, tunamsubiri mtu mmoja mkubwa. Yule mtu alipokuja tumehudumiwa, afu yule bwana akatuliza, mnamjua mmiliki wa hoteli hii? Kasema kwa kweli hatumjui. Sasa unamwona yule kijana pale? Kaambia ndio. Sema yule ndo anayemiliki ngoma. What? Mimi nilijua shamba boy, nilijua naangalia bustani ndio mmiliki. Sema yule ndio Don, naijua gari anayoendesha. Sema hapana, angalia cheki ngoma ile pale, ile ndio mashine yake. Nikasema hii ni neema ya ajabu. Hayo mambo ndio yatatokea kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Jamani, haleluya! Unajua neema ni ajabu. Mimi tu siku moja akatuka gari niliko nako hapa, nafika hapa karibia sina safari hapa, napaki gari, akaja baba mmoja na suti lake gongongo, anagonga kwenye dirisha. Nikafungua, ananiuliza bosi wako yuko wapi? Namuuliza bosi wangu yupi? Nasema sio gari ya mbunge, ya mheshimiwa mbunge. Hii ni ya kwangu. Wewe ni nani? Mimi ni mchungaji wa hilo kanisa. Ndio wewe, nimefurahi kukujua. Alijua yeye. Na kuombea yanayokuja kwako yanafurahisha sana, yanafurahisha sana, yanafurahisha sana. Pokea neema ya kufanikiwa. Yani utafanikiwa afu mwenyewe unajishangaa, hivi ni mimi? Ushaikubarikiwa hadi ukajishangaa? Sasa wakati umefika wa kufanikiwa hadi unajishangaa. Yani kuna siku naiona, utaingia nyumbani mwako, utafungua friji. Najua mchungaji, mimi sina friji.
maji naweka kwenye mtu. Najua sasa hivi una, lakini inakuja friji, inakuja freezer, yanakuja hayo madude. Alafu ukifungua ulikuwa unajiuliza leo nitakula nini? Hata sasa anasema ibada ikiisha nitakula nini? Nataka nikwambie hilo swali utajiuliza tena, nitakula nini? Sio kwa sababu hamna chakula, kipo chakula, lakini hujui katika kile kilichopo ule nini. Maana kama ni nyama, iko ya bata, iko ya kuku, iko ya mbuzi, iko ya kitimoto, iko ya ng'ombe, iko ya kondoo. Zipo za kondoo za kila aina. Kuna samaki kuwe, kuna samaki pweza, kuna kambale, kuna samaki wa baharini. Unachagua mwenyewe nile chakula gani. Jamani, haleluya. Kuna mavazi utavaa Januari mpaka Disemba, hautayarudia tena. Zinakuja nyakati hizo. Kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupata, na kutangazia wakati wako wa kupata umefika. Umefika, umefika. Nile nini? Sio kwamba hamna chakula katika hivi vyote. Sasa leo nile nini? Unapiga ananado, ananado aspringi matindo. Pastor, hujui hali yangu wewe. Najua, lakini kwa neema itatokea. Jambo la pili, anaambiwa Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Haleluya, haleluya. Asanteni wanangu. Roho Mtakatifu atakuja juu yako, alafu nguvu zake zinakufunika kama kivuli. Roho Mtakatifu kazi yake ni muumbaji. Dunia ilipokuwa ukiwa utupu, Roho wa Mungu alitanda juu ya maji, alafu Mungu akatamka iwe nuru, ikatokea nuru. Iwe hiki, kikatokea hiki. Nataka niwaambie kwenye ibada hii, na uona uwepo wa Roho Mtakatifu, na uona uwepo wa Roho Mtakatifu, na uona uwepo wa Roho Mtakatifu. Na Bwana anasema kinywa kinaumba, na yapendaye atakula matunda yake. Uzima na mauti vipo kwenye uwezo wa ulimi. Katika jina la Yesu natamka uzima, natamka baraka, natamka kuinuliwa, natamka kufanikiwa, natamka kushinda. Nasema pokea, nasema pokea, nasema pokea, nasema pokea kwa jina la Yesu aliye. Mungu awabariki. Tafsiri hii ni kwamba hilo neno najiungamanisha nalo liwe langu hilo. Hiyo ndio maana ya kutoa sadaka, kwamba hilo neno nalipokea kwa dhabihu ya sadaka, liwe la kwangu. Nasema pokea, nasema pokea, nasema pokea, nasema pokea. Nisikie shangwe za watu wa imani. Barikiwe na Bwana. Mwisho anaambiwa kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Pastor, itakuwaje? Yani ungejua maisha yangu. Nisikilize, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Utafanikiwa. Nasema utafanikiwa. Narudia tena, uzao wako utafanikiwa. Neno masikini halitatajwa wala kusikika kwenye familia yako. Yaani kuanzia wewe hapa, watoto wako, watoto wa watoto wako, wajukuu zako na vitukuu vyako, neno umasikini halitatajwa kwenye maisha yao.
Wewe umezaa mijitu hodari, umezaa mijitu iliyofanikiwa, umezaa mijitu iliyoinuliwa. Jamani, haleluya! Hatujaenda leba kuleta wazurulaji hapa, hatujaenda leba kuleta machokola hapa, hatujaenda leba kuleta ombaomba. Tumezaa majitu ya mashujaa, tumezaa majitu mashujaa. Nami nauombea uzao wako na watoto wako na watoto watoto wako wakabarikiwe, 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 wakabarikiwe. Magonjwa, laana, mikosi haitatajwa. Nasema haitatajwa. Tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, tazama yamekuwa mapya. Historia yako imebadilika, maisha yako yamebadilika, historia ya watoto wako imebadilika. Sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Tunafanikiwa tunapoingia, tunafanikiwa tunapotoka, tutabarikiwa tunapolala, tutabarikiwa tunapoamka. Kazi yetu imebarikiwa, biashara zetu zimebarikiwa, masomo yetu yamebarikiwa.